Huku gumzo kuhusu kuzinduliwa kwa chama kipya cha DCP na ambacho kinaongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ikiendelea kuwa mada mitandaoni na katika hafla mbalimbali hususan zile za viongozi wa chama tawala cha UDA, Gachagua amejitokeza mara tena na kuikejeli serikali ya Kenya Kwanza na wandani wake, huku akisema kuwa machafuko yaliyoshuhudiwa mnamo mwaka jana katika maandamano ya Gen Z yalitokana na hali ya Rais Ruto kujitia mnazo na kutowasikiza viongozi, huku akisema kwamba alikuwa amemuonya rais kuhusu machafuko ambayo angeshuhudiwa baada ya mswada wa fedha ambao ulikataliwa na wananchi wa mwaka 2024 kupitishwa bungeni na kuibua kumbukumbu za mauaji ya wananchi wasio na hatia katika kanisa Kiambaa baada ya uchaguzi uliozua fujo wa mwaka wa 2007. What they are unhappy about, ndio wanashida wakinipigia kelele. Hawataki tukubusha watu mambo ya Kiambaa ile kanisani. Tulikusamehea lakini hatuwezi sahau. Ulichoma watoto wetu ndani ya kanisa. We'll keep on reminding you. I know that is why you are unhappy. Na tulikuwa karibu tusahau until ulituma watu pale Kasarani, pale Mweki PCA Church ndani ya kanisa, vijana wakuje kutuua sisi ndani ya kanisa. Tukalinganisha hiyo na ile ya Kiambaa. So rais na watu yako, kama unataka tuachane kuzungumza mambo ya Kiambaa, wacha kutuma wahuni makanisani na kwa mazishi kulete fujo. Akizungumza alipohudhuria ibada katika kanisa la Christ Joy Christian Church katika eneo bunge la Gatanga kaunti ya Murang'a, Gachagua aliwasuta viongozi kutoka mrengo tawala kwa kile alichokitaja kama unafiki na mauaji ya watu wasio na hatia, huku akieleza matamshi yake na ambayo ameibua mijadala kuhusu uwezekano wa fujo katika uchaguzi mkuu ujao. Gachagua akifafanua kwamba matamshi yake yalilenga kumuonya Rais Ruto dhidi ya kudukua na kuvuruga matokeo ya uchaguzi. And Mr. President, why people are concerned that this election will not be free and fair is that yule chairman umeweka IBC is a friend and a colleague of Josphat Nanok, who is your deputy chief of staff. So people are concerned that IBC will be run from State House. That chairman, if he is somebody who loves this country, to clear this doubt so that people can know we can have a credible election, angewachana na hiyo kazi kuchukuliwa mtu mwingine. Because it's difficult to convince the people of Kenya ya kwamba a close official who worked with the Nanok, who is now your deputy chief of staff, can pretend over a credible election. Those are the concerns. Isitoshe, Gachagua aliwarai wananchi wa Murang'a kujiunga na chama cha DCP, huku akisema kuwa lengo lake ni kumngatua Rais Ruto na wale aliowataja kama vibaraka na wasaliti wa jamii katika uchaguzi mkuu ujao, umati mkubwa uliojitokeza kumsikiza ukijiunga naye katika kukariri kauli mbiu ya chama hicho. Sisi, we don't want any change through violence. We don't want change through unconstitutional means. We are determined to make Ruto a one-term president constitutionally through the ballot. Yeah? Ile sisi tu tunauliza ni uchaguzi ukuwe ya huru na that's all. Kasongo aende asiende? Atembee asitembee? Tumo tuwalizeta mwidhiki wako hiyo. Kwa upande wao, viongozi walioandamana na Gachagua waliwarai wananchi kujiandikisha kama wapiga kura na kujiandaa kuiondoa serikali ya Kenya Kwanza madarakani katika uchaguzi mkuu ujao, huku wakilaumu serikali kwa mauaji na utekaji wa vijana humu nchini na kumhakikishia Gachagua kumuunga mkono 100%, huku akisema kuwa chama cha UDA hakina umaarufu tena humu nchini. Na ndio sababu Rigathi Gachagua akasema kwamba uchaguzi huu ikiwa atafanya ukarabati ati atangazwa amerudi kwa kiti kwa njia isiyo ya haki, basi Kenya haitawahi kuwa moja tena. Na hiyo sio kwamba tunatoa vitisho, tunasema kwamba William Ruto amechokesha hata askari wanaomlinda. Na kwa hivyo nimwambie pole sana. Hakuna namna ambayo utaweza kurudi kwa kiti kwa njia isiyo ya kura, na kura tunajua huna. Hao askari wanaokulinda wamechoshwa nawe kwa sababu wanaona vile umefanya peace slip zao. Rigathi Gachagua alisema mkimba uchaguzi wa 2027 if na waziri Murkomen wakili asikie, if mkimba uchaguzi Kenya haitakuwa vile ilivyo, 2007 itakuwa mchezo ya watoto. If iko watu wanasema ati sisi tumetusi Rais William Ruto. Mimi nashangaa. Kweli Rais William Ruto ni mtu anaweza ongea maneno ya kutusi watu wengine?
Mtu ya kwanza kuita Uhuru Kenyatta mlevi alikuwa nani? Mtu ya kwanza kuita Raila Odinga mganga ilikuwa nani? Sisi hatujadanganya, sisi tumesema tu yeye ni mwizi. Hapo tumetukana nani na sisi tumesema tu maneno ya ukweli. So sisi tunasema ukweli, yeye alisema uongo, na tulie tu na apoe tu polepole. Sisi tuungana na tutashughulika na tutamfukuza. Aidha, viongozi hao waliuongoza umati katika kukariri kile kimejitokeza kama kauli mbiu ya upinzani humu nchini. Warambe! Warambe! Aende asiende! Muongo aende asiende! Mwizi aende asiende! Muongo aende asiende! Kasongo kaende kasiende! Miondoko, mihemko na michecheto ya upinzani ikiendelea. Kasongo kaongo kaende ka! Sudi Sheikh, Mungai Kagoya, Faragha TV, Nairobi. Aende asiende! Wangapi wanasema aende.